kinachoendelea kwa sasa hivi kwenye sakata la Yanga, TFF na bodi ya ligi pamoja na Simba, tunaweza tukasema ya kwamba ndio vichekesho ambavyo tutaviona msimu huu kabla hujaisha 2024-2025, na huwa wanasema kwamba yule anayecheka mwisho ndiye hucheka kwa sauti kubwa. Tangu barua ya CAS ilipotoka kuhusiana na kwamba Yanga amerejeshwa kwenye mamlaka husika za ndani ya nchi zinazoshughulikia na masuala ya mpira, TFF na bodi ya ligi kwa haraka mno walipanga ratiba ya dabi ya Kariakoo kwamba icheze Juni 15. Maana yake ni kwamba walikuwa wakiwacheka na kuwakebehi Yanga kwamba mmegonga mwamba, lakini ikumbukwe ya kwamba TFF na bodi ya ligi hawakutoa maamuzi yoyote au hawakutoa waraka wowote kuonyesha mustakabali wa kile kilichotokea kwenye dabi ya Kariakoo na tarehe 8 iliyotambawa. Hivyo Yanga walichokifanya, walienda CAS pasipokuwa na hukumu yoyote, na ndio maana wakaweza kurejeshwa. Kwa hiyo kurejeshwa kwao Yanga kwa mamlaka husika za nchini, TFF na bodi ya ligi waliona ni warsa ya kuweza kuwakebehi Yanga na kuwacheka na kuona kwamba walikuwa wanakurupuka. Lakini mpaka sasa hivi msimamo wa Yanga ni kwamba hawatacheza dabi ya aina yoyote ya marudio ya mechi namba 184 ambayo iliyotambawa. Kwa maana hiyo sasa hivi tunaona hata mijadala bungeni, wabunge wanahoji, hukumu bado haijatoka, hamna chochote kilichoamuliwa na bodi ya ligi wala TFF. Wanapangaje ratiba ya ligi hii? Na juzi tumemsikia Wallace Karia, rais wa TFF, akisema ya kwamba wao waliamua kupanga tu mechi, waliamua kupanga tarehe ya dabi kutokana na kwamba hawajui hukumu itatoka lini, hivyo hawawezi wakazidi kuchelewa, bora tu wapange. Maana yake ni kwamba dabi iwepo na hukumu bado haijatoka kuhusiana na nini kilichotokea tarehe 8. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba mpaka sasa hivi bodi ya ligi na TFF inayoongozwa na Wallace Karia wanatakiwa wajiuzuru wote, waondoke kabisa. Hawajui nini wanachokifanya hapo kwenye hiyo sekta. Inatakiwa watafutwe watu wenye ueledi. Kitu ambacho kilinishangazaga kipindi kile cha uchaguzi wa TFF, eti wagombea wote walikuwa hawana sifa kasoro Karia Tanzania nzima. Ilikuwa ni vichekesho vya aina yote. Sasa hivi mzigo na kiatu kimekuwa ni kikubwa kwake huyu Wallace Karia, ameshindwa kumudu kwa sababu aliweka mapenzi sana ya upendeleo na alipenda kufumba macho. Hata pale watu walipokuwa wanakosea, marefari walipokuwa wanakosea, viongozi wa bodi ya ligi wanapokosea, yeye aliona kwamba wote wako sawa, kwa sababu alijua wao ndio walimpa kura za ushindi na kuweza kumfanya awe katika yale madaraka. Kama wadau na wapenzi wa soka nchini Tanzania, nasi tunasema ya kwamba bado hatuna imani na bodi ya ligi na TFF. Sakata hili la Yanga na Simba linatakiwa lipatiwe ufumbuzi, ndipo dabi ichezwe. Ukumbuko ya kwamba tarehe 15 mwezi huo wa 6 Yanga anaenda kucheza na Lion Sports ya Rwanda, ikiwa ni mechi ambayo amealikwa kirafiki. Kwa hiyo sidhani kama hii dabi itakuwepo.